Wadau wangu wote wa elimu, karibuni sana katika mada ya leo. Leo nimeandaa mada moja mzuri sana, kila mmoja ataifurahia. Kwa hiyo naomba usiondoke hapo mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Nitakwenda kuelezea mambo muhimu sana yatakayotusaidia sisi walimu, wazazi na hata watoto wetu katika mafanikio. Tunaanza mwaka mpya wa 2026. Kwa hiyo tunahitaji tuanze mwaka huu kibabe katika masuala ya kielimu. Kwa hiyo mada ya leo nitakwenda kufundisha mambo 7 ambayo wewe kama mzazi unaweza ukafanya ili kumsaidia kijana, ili kumsaidia mtoto afanye vizuri anapokuwepo shuleni. Pia kuna muda mwingine inawezekana hawa watoto wanafeli au wafanye vizuri kutokana na baadhi ya sababu vidogo ambao sisi wazazi kushirikiana na walimu tunaweza tukavirekebisha na tukamsaidia mtoto ili kuweza kufanya vizuri na kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo naomba mnisikize kwa makini, nitaanza kuichambua moja baada ya nyingine. 7 tu, sio nyingi, 7 tu. Ya kwanza ni msimamo wa mzazi katika elimu. Mzazi lazima uonyeshe una msimamo kuhusu mambo ya elimu. Fuatilia hatua kwa hatua, uonyeshe kwamba unathamini elimu. Kaa na mtoto, muda mwingine mpe ushauri, muda mwingine muulize katika ratiba zake za shule zinaendaje, changamoto anazokutana nazo, je, anapenda nini. Lazima wewe mzazi uonyeshe kwamba unathamini elimu. Muda mwingine namwambia kabisa, wewe kama mzazi unatarajia kupata nini kutoka kwa mtoto wako? Unaweza kumwambia kwamba bana, mimi kuna 1 2 3 tunavipenda, kwa natamani siku moja uje kuwa mtu mkubwa, natamani siku moja upate division 1, natamani siku moja upate hizo zote. Yaani mwambie yale maneno, yaani kwamba uonyeshe kwamba na wewe unathamini elimu, uonyeshe kwamba wewe jambo la elimu ni namba 1 kwa mtoto wako. Basi hata yeye ile jambo litamkaa akili, anajua kwamba kumbe baba mama wao jambo lao la kwanza tunalothamini kutoka kwa mimi ni elimu. Basi naye ataanza kubadilika, ataanza kujitahidi ili tu na yeye afanye vizuri. Jambo la pili kwa haraka ni ratiba nzuri ya nyumbani. Video yangu ya kwanza nilifundisha kwamba jambo moja wapo la mtoto kumsaidia kufanya vizuri ni kuwa na ratiba. Kwa hiyo katika ratiba yake ile lazima kuwe na uwiano. Lazima muda wa kula, muda wa kulala, muda wa michezo, muda wa masomo, lazima kuwe na uwiano ili kumfanya mtoto ubongo wake kuwa active. Sio muda wote ni kwa ajili ya kusoma tu, hapana. Yaani lazima kuwe na uwiano. Na kama mzazi kazi yako kubwa ni kufuatilia, je, ile ratiba anaitekeleza? Muda wa kusoma je anasoma? Muda wa kupumzika je anapumzika? Muda wa kula je anakula? Muda wa kuoga je ameenda kuoga? Yaani maana yake wewe lazima uwe kipaumbele kufuatilia yale mambo ambayo yapo katika ratiba ile. Yaani vipaumbele katika ile ratiba lazima ufuatilie kama mzazi. Hii itamshtua hata yeye kuwa makini katika kufuatilia ile ratiba. Utakuwa umemsaidia sana na ataanza kufanya vizuri. Jambo lingine ni mazungumzo mara kwa mara kuhusu shule. Anapokwenda shuleni, muda gani anarudi, muda gani anaenda, muda gani anarudi, wamesoma masomo mangapi, changamoto alizokutana nazo, faida alizokutana nazo, je, yani vishawishi gani vibaya, je, vitu gani. Ili lazima ujue. Na hata ukiwa unafuatia mara kwa mara, muda mwingine unaweza ukajua hata vitu vingine ambavyo wewe ulikuwa haujui. Hivi basi tu viswali vidogo vidogo vile unaweza ukagundua vitu vingi sana, ukaanza kumsaidia mwanao na akaanza kufanya vizuri. Lakini jambo lingine la 4 ambalo ni muhimu sana, ufuatiliaji wa maendeleo yake. Lazima mzazi ufuatilie report. Kwa mfano, na hapa zaidi na kazi ya report ile mwanafunzi, lazima ufuatilie, lazima ujue. Kila mtihani unaofanya lazima ujue. Ulinganishe na mtihani wa mwanzo. Hii ni muhimu sana hii. Je, siku yake ilikuwaje shule report? Yaani hapa na kazi zaidi katika report. Report ni muhimu sana, lazima mzazi ujue. Nenda kwa mwalimu wa darasa, nenda kwa mwalimu wa taaluma, nenda kwa mwalimu. Usione kazi kwenda shuleni. Walimu wapo kwa ajili ya nyinyi wazazi, kwa ajili ya watoto. Nenda shuleni kufuatilia ratiba kila muhula, kila term lazima ujue maendeleo mwanao. Hii ni muhimu sana. Ukifuatilia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, hata mwanao utamshtua, ataanza kubadilika na atafanya vizuri. Na hata walimu watakuwa bega kwa bega na wewe kuweza kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kuweza kumsaidia mtoto. Ni muhimu sana hii. Lakini jambo lingine la 5 ambalo ni muhimu sana ni mazingira mazuri ya kujifunza tu nyumbani. Mazingira ya kujifunzia nyumbani si kusoma bora kusoma tu, hapana. Lazima kuwe na mazingira mazuri. Kwa mfano,
lazima kuwe na meza pale nzuri ya kusomea, lazima sehemu ya kusoma kuwe na mwanga wa kutosha kama ni usiku, lazima kuwe na vile vifaa muhimu kama vile vitabu, labda kalamu lazima zipatikane pale, ili maana mwanafunzi anapokuwa pale awe huru, yani mawazo yake yote yawe katika masomo, yani asiwaze vitu vingine. Sio hapa kuna TV, hapa ndio sehemu kupigia story, hapa mtoto anakuwa na hapa atakuwa asome, atakuwa anazuga na hatafanya vizuri. Kwa mazingira ya kusoma nyumbani lazima yawe mazingira tulivu na salama, ambao mtoto atampa amani, atampa utulivu wa akili na kuweza kufanya vizuri. Hii itamsaidia sana kukumbuka kila alichokisoma. Lakini jambo lingine ambalo ni kwa jambo la sita kwa siku ya leo ni mfundishe nidhamu. Nidhamu, yani kuna uhusiano mkubwa sana kati ya nidhamu na mwanafunzi kufanya vizuri. Mwanafunzi ambaye hana nidhamu hawezi kufanya vizuri, hata kama ana akili hatafanya vizuri. Kwa hiyo mfundishe kuwaheshimu walimu, mfundishe kuwaheshimu wanafunzi wenzake, mfundishe kuwaheshimu wanajamii, mfundishe kuwaheshimu na nyinyi wazazi. Yani nidhamu inaanzia nyumbani, na wanafunzi wengi ambao wanafunzwa nidhamu kuanzia nyumbani mara nyingi wanafanya vizuri sana, hata kama ni uwezo wao wa kawaida, lakini kutokana na kuonyesha jitihada, juhudi, nidhamu, basi hata walimu wanavutiwa kuweza kumsaidia mtoto huyu katika kila hatua. Kwa jambo la kwanza kabisa ni nidhamu. Utakuwa umtusaidia sisi walimu kwa kiwango kikubwa sana kwa kumtengeneza mwanao kuwa na nidhamu bora. Jambo lingine la 7 na ambalo litakuwa ndio la mwisho katika siku ya leo na muhimu nalo ni tuzo na motisha. Najua umekaa naye, umemtengenezea ratiba, unazungumza naye, kujua maendeleo yake, kujua changamoto zake, kujua mafanikio yake. Lakini sasa katika hayo, katika kila hatua ambayo yeye anaifanya, zile hatua nzuri zile, jitahidi umpe zawadi, jitahidi kumpa maneno mazuri, jitahidi kumpa motisha. Hii itamsaidia yeye kuongeza morali. Yaani kama vile unamdanganya kwamba aendelee kujitahidi. Kwa mfano wewe chukulia tu amefanya vizuri, umempa pipi, umefanya vizuri, umemtafutia zawadi au umemwahidi zawadi. Kwa hiyo ile unafanya yeye anaona kwamba unathamini na yeye anaona kwamba anathaminiwa. Alile itamuongezea yeye motisha ya kufanya vizuri zaidi katika masomo yake. Labda katika mtihani unaokuja unaweza kumwahidi nitakufanyia 1 2 3. Kwa hiyo ile kama vile inampa nguvu ya yeye kuweza kuongeza jitihada zaidi, ili tu yani lengo lake yeye ni kumridhisha wewe mzazi au kumridhisha mwalimu, lakini pia unakuwa umemsaidia yeye. Yaani yeye anapofanya vizuri anahisi kwamba yeye anafanya vizuri kwa sababu ya baba au anafanya vizuri kwa sababu ya mama, lakini kumbe ndio unamtengenezea msingi bora yeye mwenyewe, japokuwa yeye mwenyewe hajui. Ndio watoto kuna wengine hawana malengo, yaani wanasoma elimu, wameenda shuleni, wamerudi, wameenda. Kwa hiyo watakuja kujua baadaye kwamba kumbe ndio maana nilikuwa nasisitiza, kumbe faida zake ni hizi. Kwa hiyo usisahau sana hii. Usisahau, kwa majina naitwa Mwalimu Issa Albano Mcholi. Kama utakuwa umejifunza chochote katika video hii ya leo, usisahau kuandika chochote, comment, share. Mimi nitapitia na nitajua namna kuweza kuboresha zaidi, na mafunzo nitakuwa ninatoa mengi zaidi. Kwa comment hapo, basi na mimi nitajua kuboresha zaidi katika video zangu ambazo zinakuja. Usisahau kufollow account yangu ya Facebook, usisahau kusubscribe account yangu ya YouTube, tembelea TikTok pia nipo, lakini pia tembelea Instagram pia nipo, na naendelea kutoa mafunzo mengi zaidi kwa lengo la kuwasaidia watoto wetu wafanye vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tukutane katika video inayofuata.